wakaribisha hapa mbele moja hapa tuweze kufanya maombi. Tunahitaji kujiweka kwa Bwana jioni ya leo. Anafahamu kilichoko ndani ya moyo wako. Wakati mwingine unaweza ukaona ya kwamba mimi sina la kusema, maana yeye anafahamu kila kitu. Wapo watu ambao wakati fulani wanajifanya wanaweza kuongea sana, na kila tu akipata nafasi unakuja ameshaanza kuongea. Unajua anaanza kuongea kabla. Ndivyo ambavyo Petro alikosea pamoja na mke wake. Walipokuja kusoma katika kitabu kile cha Matendo sura ya 5, kile kisa cha Anania na Safira, wakati Petro alipokuwa na hudumu, kila mmoja alikuwa ametoa nadhiri peke yake. Anania na mke wake wameenda wameuza kiwanja, wamekuja pale, amesimama Petro anaendelea kuhudumu mbele. Anania anakuja anaulizwa, hicho ulichokileta ndio thamani halisi ya kiwanja? Anasema ndio. Asijue ya kwamba huyo anayemuuliza, roho huyo ambaye anazungumza aliyeko ndani ya Petro alikuwepo wakati wanapofanya kile kitu, wakati walipokuwa wakifanya biashara, wakati walipokuwa wakiuza, anafahamu. Sasa anamuuliza wakati akiwa na majibu tayari. Jamaa akajichanganya. Ninakuomba wewe unayekuja katika mkutano, wakati fulani yako mambo ambayo unaweza usielewe haraka, hebu jipatie muda kusikiliza. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Maana mambo ya Mungu ni makubwa. Wakati mwingine Mungu anaposema sisi ni busara kukaa kimya. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Ndivyo ambavyo mwenzetu Mariamu alifanya. Akaketi miguuni pake, akasikiliza maneno yake. Yesu anamwambia Martha, Mariamu amelichagua fungu lilo jema ambalo hataondolewa milele. Amina. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amen. Napohitimisha somo hili la jioni ya leo, tunaposikia habari hii ya mwenzetu Martha na mwenzetu Mariamu, watu walioonekana kuwa wakarimu wakamkaribisha Yesu, lakini tunaona ya kwamba baadaye walionekana wako tofauti. Mmoja alionekana kuchagua fungu ambalo hataondolewa, kwa sababu alichokifanya kilikuwa kina impact, kilikuwa kina faida katika swala lake zima la wokovu. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Ndivyo ninavyokutia moyo wewe uliyeko hapa katika mikutano hii ya kukutana na mkombozi wako. Hauwezi ukafanikiwa kukutana naye kama haumkaribishi. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Ninakutia moyo umkaribishe. Amen. Na kama nilivyosema, kumkaribisha ni jambo moja, unapaswa uchukue hatua moja zaidi. Jambo lingine ni nini? Keti miguuni pake, mpatie nafasi, kubali kusikiliza maneno yake. Jamani, Bwana asifiwe sana. Amina. Na ndipo sasa yeye atakueleza yale ambayo hata huyajui, yanayokuhusu mwenyewe. Amina. Nani anayejua anakufa lini hapa? Na unajua utakufa kwa sababu gani? Nani anayeiona kesho yake hapa? Huyo anayekuita anaona kesho yako. Amina. Watoto wamekushinda kulea. Umefanya kila ambacho umeweza kufanya, umeshindwa. Umebakia kulaani watoto badala ya kuwabariki watoto. Nani anayeweza kuwabadilisha watoto wako? Anayehitaji uje kutulia katika mikutano anaweza kutuliza hiyo hali ya hewa. Jamani, Bwana asifiwe. Nakutia moyo katika jioni ya leo, wewe uliyeko hapa na wewe ambaye uko mbali kule, unayesikia sauti hii kwa mbali, popote pale ulipo ambapo unasikia maneno haya, Bwana aliye mkombozi wako anahitaji umkaribishe siku ya leo. Jamani, Bwana asifiwe sana. Anahitaji uwe na muda na yeye. Anahitaji ujitoe kwake. Anahitaji usikilize maneno yake. Yeye ana ujumbe kwa ajili yako. Amina. Haijalishi kwamba hali ni mbaya kiasi gani katika uchumi wako, katika mahusiano, katika hali yako ya biashara, katika hali yako ya kikazi, mambo unayofanya, hali yako ya kiroho, haijalishi ni hali mbaya kiasi gani, kama umekubali kumkaribisha Kristo na una nafasi kwa ajili yake, na kuhakikishia yeye anakwenda kukubadilisha. Amina. Napenda kutoa wito katika jioni hii, wale ambao mnasikia sauti hii mlioko hapa, na huenda hata wale ambao mko mbali mahali fulani, lakini sauti hii inafika kwako. Unaona ya kwamba Bwana kwa kweli amekutembelea kwa namna fulani.
na jambo unalopitia, hatua unayopitia, hali unayopitia, hamna mwingine ambaye anaweza kukunasua kwayo, lakini una uhakika ya kwamba Kristo, na sisi tunakuhakikishia kweli Kristo anaweza yote. Unahitaji aweze kutenda kitu kwako, unahitaji akukomboe, alete ukombozi wa kweli, na kuambia mahali ulipo, simama, simama. Wale waimbaji ni waombe, mtakuja hapa mbele, ule wimbo wetu namba 161 tutauimba tena. Bali ya kuja kwa Yesu, namba 161. Piga pandana ya makelele kwamba Yesu anakuja. Tumekuja katika eneo hili tupige kelele kwa watu wa Igingilanyi, tupige kelele ya kwamba Yesu anakuja. Na kwa kweli hatuna habari nyingine, hapa ni kumuinua Yesu juu, maana huyu anapokuwa juu, kila mmoja akimtazama anapata nafasi ya kuokombolewa. Namba 161. Unaweza ukaendelea kutafakari kuhusu habari yako, hali yako ya kimwili, hali yako ya kimahusiano, hali yako ya kiroho. Narudia tena, hata kama hali ni mbaya kiasi gani, kama unakubali ya kwamba Kristo ni yote kwako, na sisi wengine tumeshamuonja, wote tulioko hapa tumeshamuonja, ndio maana tuko hapa. Tunakutia moyo, tunakutia moyo. Wakati tunaimba utakuwa unatembea, unakuja hapa mbele, tutafanya maombi kwa ajili yetu sote.